But the good thing I did with my team, we went to Mount Kenya. And they raised an altar at Mount Kenya. And they said, you can take Gachagua, but the mountain altar, you not take it. Bwana Yesu asifiwe sana. Now that Trump is in power, the gentleman here is also going out. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Put your hands together. Let us celebrate. Let us celebrate God. Let us celebrate the King of Kings. Let us celebrate for the revival. Let us celebrate because God has done it. Thank you. You may be seated. You may be seated. I'm really happy. If Wamarwa, you can be able to do us the American anthem. Kenyan anthem first, then American anthem. If it is ready, utaniambia. Because this was an altar. It was so critical. The whole night I didn't sleep. I was just praying. Because they were really making sure, they were really targeting to make sure there is no revival. Bwana Yesu asifiwe sana. And they were pushing. They had to send the major CIA man to come to Kenya so that to make sure the revival has been stopped. They worked tirelessly. And they made it that they are going to swear in Kidiki during the dinner, inaitagwa dinner ya Halloween. Halloween is the celebration of the Freemason, the devil worshipping. Ukienda kama sasa uende hizi mahoteli kubwa utapata wameweka ile kitu ka menu. Wamechora maandika jina Hallow, hapa katikati wameweka glasi ya wine, alafu hapa mwisho wameandika wine. Sasa utafikia ni hello a glass of wine, but it is Halloween. Bwana Yesu asifiwe sana. Right now they are celebrating kwenye tunaendanga Christmas. Ndivyo wanavaa manguo za black, wengine wanatembea uchi kama nimeona jana German Berlin walikuwa wanatembea uchi. Wengine wanavaa zile mavitu zimekaa scary because that is, and also giving sacrifices and altars. What it meant, because they thought, because this other man is one of them. This other man they wanted, the whole thing was about today of Trump. Because they thought this other man, because he's from the mountain, he will be able to assist them, raise an energy that will connect to America and change the plan of God, so that they can install one of them, they will legalize devil worshipping across the world. That is why we have Israel is fighting, people are fighting, all over people are fighting. It is because of the blood that is needed to raise a sacrifice. So when we had that, God spoke to me and he told me what to do. I went to the Mount Kenya. You saw it. I was top karibu kwa mulima pale, the coldest part of the mountain. That is where I was. We raised the flag of America there, we raised the flag of Kenya there, and we said God is going to win this battle. Bwana Yesu asifiwe sana. Then we went to Mount tukule mulimani Ngong to affirm that. Bwana Yesu asifiwe sana. Remember, there is a Sunday here we again did it. We raised an altar for Trump so that he can win the battle. And I told you, Kenya, yani America entirely, both sides, the demonic side and the godly side, they entirely depending on what Kenya will do to assist them. So they had the government on their side to assist them, but we had God on our side to assist them. Bwana Yesu asifiwe sana. I want to tell you, everything that God has said from this altar, itafanyika. If God said you are going to be healed, you are going to be healed. Don't be in a hurry. Yes, watasema ni stori za jaba, wacha tu zikuwe ni za jaba. At one point God will vindicate you. At one point God will stand and say, indeed I said this is going to happen. Bwana Yesu asifiwe sana. Are you ready? Yes, we can do Kenyan, American first or Kenyan first? Kenya first. Yes. Tusimame basi. Na usamame attention. We are connecting this altar with Kenya
and America. Thus, this altar now officially let's pray for Donald Trump. May God of heaven, the God that protected Abraham, the God that protected Moses, the God that was with our forefathers in this country who fought for the freedom of this nation, that the God that kept this faith, the God that has given him these votes, he protects him. Any assassin, any plan against him, against his life, against his government will be destroyed. That God will lift him up to bring a restoration to the entire world. In Jesus' name, amen. Thank you. Sasa tukae chini, tumemaliza ya Mungu ili alikuwa ametuambia tufanye. Unajua most of you najua kwa sababu ya ile makanisa mumezoea ile papa. Things here are done differently, my brother. We don't kwegomera. We don't do what? You just do what God has told you. Just say it in a very polite language. And he has heard it. Now what we have done here, it is international. No way wetagira tulinae na tulikaka. Let go. Wetagira tulinae na tulikaka na tulipapa. We don't do that. When you know who you are, you don't make noises. You stick in your lines. You stick on what God has given you. I told you, me, I'm just a commander. I just say, and because God has given me a word, a mouth to say, I say because it is not me saying, it is him saying. And once I say it, it will happen. Once I say it, what I don't defend myself, I have so many weaknesses. Kama nyinyi tu. Ama nyinyi mko special. Simuko na weaknesses. I have so many weaknesses. Kukaitishwa mtu mchafu zaidi, usitafute mbali, kuja utafute mimi unipeleke tu. Ni kweli tu. Mimi ni mchafu. Yani, I am not straight. I am not good.
But one thing I know, God loves me. Na uchafu yangu. He loves me. He uses me. Na hiyo uchafu yangu. Because I don't qualify to be a good pastor. Ama do I qualify? Do I qualify? Do I look like I'm a good pastor? I am not. Ukiangalia wana mapasta wazuri, the heavenly bound people. Na wale wa mama wa kanisa wazuri, the heavenly bound people. Na wale wazee wa kanisa wazuri kama Roda pale, the heavenly bound people. Watu wa Maria. Tuna mama kama huyu ni wa Maria huyu. Maria anakujanga anatembea kwake. Yeah, alikuja hapa leo. Hata Trump ni wa Maria. Si umeona sasa Maria ameshinda dunia mzima. Trump si ndio hiyo. So please bear with me. Nikikukenyaka vidole vyako nikuumize, bear with me. That is my weakness and I have several of them. In fact, I normally tell you, sasa wokovu yangu imefika 8%, only 8. 92% I'm not saved. Ndio nimepada sasa. Najua nyinyi mko na 100%. In fact, nasikia mmeshuka saa hii kutoka biguni mmekuja. Mwakali kuitukana na doa yake moshoke hawaine moinuke. Mimi niko 8%. God is still working on me. Bwana Yesu asifiwe sana. God is still doing what? And the good thing, you is 100%, God is not talking through you. He's talking through me, the dirty one. Do you know why God is talking through me, the dirty one? Because I'm with him always. He's trying to build me. Sasa wewe alikubuild na akaenda akasahau kama kuna kuoga na mtu kama wewe. That is why alikusahau. Lakini mimi najua tukoroko na omoda akedura. Taru jeke kero panel beating mweno napiga pigwa, wanapiga rada hii butadi pepa, tena wanabomoa tena wanasugua kwa kila siku. Kwa hivyo don't expect a good man, that a good pastor here. I'm not. Ni maniti. Ni detikagera muno todo nenyonaga rege no ko dade ko ginya ifukwire ya godi matwini. I'm working on. Nangangana tu. Sasa munisaidie, muniobe baka nifanya nini? Because I'm useless. Bwana Yesu asifiwe. Sometimes people will see me and look but me as see a useless person. But God uses useless vessels. The vessels that you think are not important, that's those vessels he will use. And then he will glorify everything. Because I have seen God in this altar. I have seen God doing things, many things in this altar. But one thing I know with my God, he knows how to avenge. I know my God, he knows how to answer my critics. To tell them now, shut up. Like today, I've received calls from all over the world. You said this, kumbe wanasikilisaga. Wananyamaza. Wanasema mborokio nigeneuga kaudo kage. Yes, hata today, what nimewabia, tuta celebrate maana the revival has come. Niliwabia, when they removed Gashagwa, when we went to the mountain, we stopped whoever that is going to be put, because I knew they are going to put somebody forcefully. And we said that nikakata na maji, if you saw, nilikata mara ngapi? 6 times. Bendera ilipiga Kedeki mara ngapi? 6 times. Ilipiga Kedeki na ikamwambia wewe hatukujui. Na bendera ikikukataa, that's the end of you. That's the end of you. Sasa ugoja nusu mlingoti mbili zinakuja. Nusu mlingoti ngapi? Zitafuatana. Sasa nataka kuzungumzia the types of witchcraft. Types of what? Unajua uzuri wangu, I'm not that pan. Bwana anasema kunaenda kutendeka mambo mawili katika taifa. Mtu mmoja aseme amen. Naona David siku hizi sema aman, ni aman. I am on. Don't imitate. Be yourself. Be yourself. Mimi nilijaribu kuna siku moja nilienda crusade. Nikiwa mgeni sasa ninasikia nina kitu ya kuhubiri. Sasa nikaenda kwa crusade. Nikahubiri, sasa nilikuwa Mwiro ndio alikuwa anakamata crusade. Sasa nikachukua sauti ya Mwiro ndio nilianza kuhubiri nayo. Bwana anasema, nikahubiri dakika 5 sauti ikapotea. Nikateremka nikaenda kwa mhubiri mwingine, sauti ikapotea kabisa. Sasa ilibidi nikuwe mimi. Nikaanza kuhubiri pole pole, watu wakasema maneno imeisha. Bwana Yesu asifiwe sana.
tuendelee tu kumuongojea Mungu, tuendelee kumuona. God is not in a hurry. God has every plan for you. Kila kitu alisema itafanyika, itakuja kufanyika. Only these things, they don't happen within our time. They happen within the times of God and in the season of God. So only God knows how many days for you to drive a car. He knows maybe it's 300 days, maybe 10 days, maybe 20 days. So you don't force, you don't push. Bwana Yesu asifiwe sana. Because God will give you a responsibility today, na expiry date ikifika ya responsibility hiyo atakuondoa. Na akikuondoa usiende na makasiriko. Wewe enda tu tulia, mwingine naye afanya nini? Aendeleze hapo kwingine. Because this is the work of God. Bwana Yesu asifiwe sana. This is the work of God. Na mimi sijui, mimi niliambiwa na Mungu jenga madhabahu, nikajega. Fanya hii, nikafanya. Sijui hii kitu ilianza kufanya nini. Sasa unataka kuniambia Solomon anaweza kujivunia kusema ndiye alijenga madhabahu? Hapana. Solomon alijenga tu, alikuwa ni supervisor. Maana alikuta vitu vimenunuliwa na baba yake. So whose mind was he using? He was using the mind of the father. Because the father alinunua mbao, akanunua chuma, akanunua vitu vyote ambazo ni husika, akanunua mpaka shamba. So Solomon came as a supervisor. But credit inaendaka kwa nani? Kwa Solomon. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nani alinunua? It is David. Yeye ndiye alipangia kijana. Yeye ndiye alipangia mtoto wake kila kitu ambacho kitakuwa. Hii mpaka measurement zote ni David alizipanga. So at the time ya kujenga ilipofika, David akaondolewa, kijana akakuja kainua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kazi ya Mungu haina mtu anaweza kuipanga. The responsibility he has given you, he has given you responsibility for a particular season, and once your season ends, that's the end of you. Na ukijaribu kungangana na kuondoaga na nakuficha hapa chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata mimi akiniambia leo usiende, kama sasa nimekuwa nikipanga crusade mahali, nilikuwa nataka kuipanga this week, lakini akaniambia ngojea Amerika, kwa sababu utakuja kuinua hiyo madhabahu ya Amerika na ya Kenya, hapo nitakwambia. Sasa nikiwa hapa nimeambia, sauti imeniambia sasa you can plan. So I had to wait until Trump wins for me to plan. You see, God is controlling me and is also controlling Trump and is controlling these things together. Hebu sasa mimi na ujuaji yangu, maana nimesoma theology na kuja sana mambo ya theology, mpaka natembea kama mtu ameenda kwa theological, natembea hivi. Mungu atanigoka, ataniweka chini. Nitapanga vitu zote na ziaguke. Please learn to hear the voice of God. Learn to know when God is speaking and when God is silent. And when God is silent, go silent. Don't speak. And when God is speaking, listen to him. Hear what he is saying. Then implement. Mimi sitakuja hapa kukwambia Mungu anasema uradhi ati kutaenda. Mimi nakwambiaka na nina implement, because that is what I've been called for. I'll not give you prophetic words which I'm not implementing. I will give you prophetic words and implement them, because God has given me the direction and the formula. He has told me now, go recapture. The next crusade we are doing, it is retaking the city. Bwana Yesu asifiwe sana. Retaking, because the city has gone. Now that God has installed his trumpet, now we can retake our cities. Hallelujah. We can rebuild our cities. We can retake them back to God and lift and banner for God. Bwana Yesu asifiwe sana. But there have been things that have been stopping us from getting, because so many of us, we have challenges. Tuko na mambo mazito ambayo umetupitia, na mambo haya ndio imetufunga sana. Ndio naangalia kana unaga mtu mwingine akikuangalia hivi, naona how you are behaving, ninaona si wewe, ni uchawi ile imekufuata. Na tuangalie, nataka tuangalie 4 types of witchcraft ambazo ziko katika maisha yako. Kuna moja inaitwa Coven based witchcraft. Who can give us the dictionary meaning of Coven? C-O-V-E-N. Quickly somebody. Coven. Or if you know it, overhead. Ni overhead ama ni offhead? Overhead. Unajua? Coven. Yeah? Where the witches meet. Bwana Yesu asifiwe sana. Coven, type of a witchcraft. It is the assembly of the witches. Like kama hapa kanisa hii, we have an assembly of the witches. That's the breaking news. Hapa kwa hii kanisa tuko na wao, because they have come to make sure that whatever we are preaching here does not go out.
that whoever is coming into this place amekuwa distracted, amepigwa. Maana Shetani is not active in the bar. Shetani is not active kule kwa mabarabara. Shetani is active in churches, because that is where the background, the foundation is, where the fight is engaged. The engagement of the fight between God and God's people and the Satan and his men. So Coven is where the witches meet, and this witchcraft of Coven, which is led by wider group of witches. It is a witch that is led by wider group. It's not just one group, it is a bigger group. Sasa utakuta nikutumie as an example. Sasa huyu ni mchawi number 1. Uende kwa Ndungani ni mchawi number 2. Uende kwa Emily ni mchawi number 3. Ukuje kwa Chiko ni mchawi number 4. These people, they will be seated here. You will think they don't know each other, but they are coordinating. Ndongani is assisting huyu ana assist huyu, yule ana assist yule. Unakuta there is coordination here, but if you are not well advanced to understand, you will not be able to know. Hata utafikiria Gashiko na huyu ni adui na ule, but there is somewhere they go and meet and plan. Sasa watakuja, watajiset. Kuna wao sasa, kuna wale wamekuja kama leo, kuna mmoja amejiset pale, kuna mwingine amejiset huko, kuna mwingine amejiset katikati, kuna mwingine amejiset kwa watu wa media, kuna mwingine yako na kamera amejiset. It's a group well coordinated. They met in the night spiritually. They were coordinated and organized. Now these people, how dangerous are these people? These people are very dangerous because they will make sure that something does not work. Kama sasa walikuja wakaigia kwa praise and worship. That is why I disbanded. Now when you discover this team has been raided, you don't rekebisha it, you disband it. So you disorganize the plan, because the only plan walipanga jana, walipanga ya praise team. So you ndio uwa disorganize, but hawana plan nyingine, ndio uweze kuwa disorganize. Unavunja nini? Unavunja hii yote. Unakuta kuna wale walikuwa part of it wamedisappear. Hautawaona tena. Timu mzima ile ilikuwa part of it, it won't come, because job yao imekatika, because an assignment was given to a particular team. It was given to this lady, this lady, this lady, this lady. Sasa umevunja ile assignment umulitumwa, utahawa wote hautawaona kesho, kwa sababu they have no vision. Sasa kutaigia part 2 hii, na hawa wachukuliwe for an attack on another something. Kwa sababu hii imeshindikana, imeondolewa. Kama sasa hatuna praise team, so they can't plan to come and attack. They don't have it. They don't have a plan to come and attack. Hatuna ushers, they don't have a plan to come and attack, because there is no. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna. So to disarm that kind of Coven witchcraft, it is by disbanding what they were targeting. Bwana Yesu asifiwe sana. So sometimes when I disband things, I don't disband because I hate you. I disband because inside you there is a team working against you. So I'm literally saving you. Lakini sasa Shiko kitafura hapa baka hakitaki kuniona, maana nimevunja praise team na nimeharibu, ni kama ninawachukia, ni kama siwapedi, baka wanaanza kusema ni ati ya mara amudhira kule ofisi ni mara. Simena tumeombea Trump hapa. Sisi kuile gini walitaka kumupiga. Si tulikuwa hapa tukasema wanataka kumupiga, lakini italenga, lakini haitampata. Tuliomba hapa. So the reason you see I'm drastic sometimes, I'm not drastic because I hate you. I'm drastic because I can see what you are not seeing. God has given me a privilege ya kuona vitu hamuoni. Ndio kwa maana hata mmekuja mahali wapi? Mahali hapa. Kama singekuwa na kitu mungekuja hapa kweli? See, I'm not useless. Niko useful. Hata kama niko useless 90%, niko na 10% kitu kadogo mnaweza kutumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Dina kaudo kanini o kanini na kau niko digana giragai todo kau noko gai yanegetha na niko nire kau niko kagedeithira niko kagemuteithia inywe ndiko kugitigana na 90%. Eta chukua hiyo ende ukakule ndio karage ule eko kwega kudigira kau kage. Let me remain to be useless, hopeless, and let me remain a jaba story. Nitakana jaba story zangu, lakini one day one time hiyo jaba story utakuja kukaa pale uiangalie na uione, utaiangalia kwa TV. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Naigwa Shiko. Tulia. Tigana na microphone ino, tigana nayo leo. Tutirenda andu akoina leo.
tuone kana Ngai ndekuhunjio kana kwa kuhunjio tukuhunjia kana ikare ugu mwathani agocwo aca muikare aca muikare thi mwambe murerwo mutikatinde ati mukingangana ati no nginya utweke aca ndirenda aca guku au biashara Ngai ndangihe haha ndangihe wira na nyime giki ni muona kata itare na giki naku kana akili ni muona kata ndina akili njega ni mingi ama ni kidogo sasa unataka kuniambia sasa wewe kuja huko ati wewe ni lazima ukue hapa ndio nisaidie unanisaidia na nini na niko na akili yote Mungu anipatie kazi na ninyime jinsi ya kufanya hii kazi hapana amenitoa alinipeleka kwa Mwongeke military ground kufundishwa jinsi ya kukaa na raia na nimekaa nimetwagwa na polisi nimewekwa jela nimefinywa hizi mavitu zangu na nimetoboa nimekuja sasa nimesimama hapa hiyo college yote miaka 6 ya kufundishwa kwa Mwongeke kwenda jela nimepigwa risasi 12 nimefungwa upside down napelekwa kwa helicopter ninaigiswa ndani ya ocean kwa helicopter kama makomando naigiswa mwili fwa alafu nashomolewa na abiwa sema bunduki iko wapi I've gone through that nimenyogwa nimewekwa kitu ya kunyogwa hapa mashini imekataa kufunguka God was just telling me I can take you but I'm not willing to take you until you do my work Bwana Yesu asifiwe sana nikapigwa marisasi pale tulikuwa kwa crusade hapa baba dogo nilipigwa risasi nne hapo wakaacha kama nimekufa na wakaenda walirudi kusikia jamaa alitoka hapo bio sasa unaniambia hizo risasi zote Mungu alikuwa ananiambia I can take you alikuwa ananiuliza niko rutawela kadra rutawela sele Bwana asifiwe and out of what God has given me this is what I'm doing and that is why I'm not scared you cannot scare me nike urugedisha nakio kufugwa nimefugwa hata kunyogwa nimenyogwa sikunyogeka nimepigwa marisasi nimekufa nikamfufuka sasa nike kigedisha nakio Nigeria liko nikutire jela itare dato ro Kenya I've been to every prison the only prison inaweza kunistua ni ile walijenga mpya kunayo hakuna because I don't know it lakini zingine ukienda Kadiega ukienda Kadiega saa hii siobi usemi uende lakini in case unaweza kwenda uende block D room number 21 utapata jina yangu imeandikwa pale juu na mimi niliandika I was here and I conquered ndivyo naandika every prison nimeenda I was here and I conquered kama nilikonga jera hiyo mashini hapa Kamete ile ya kunyoga watu ukienda hapo nimeandika huko jio at I was here and I conquered iko baka saa hii jamaa ule ofisa wa huko aliniambia tulikuwa na prison officer ule mkubwa aliniambia and nimeandika by Waruinge I was here mashini ya kunyonga hapa ya kuweka hapo nilivalishwa kagunia kabulaki na nikawekwa kamba sasa wakati mashini ilikataa nilitoka hapo can I write something nikaniambia yes do nikaandika I was here and I conquered sasa wewe unaroka kodisha tena kodisha na adwe kodisha na adwe nimeenda kwa shetani hapa kuiba hapa kwa shetani hapa Freemason nimeenda mpaka ndani kwa shaitani na ageshomoka riu heri wewe na shaitani no muiganane wewe ni mafia kuku tu kitu kidogo tu so I'm talking about the witchcraft led by wider group and this group can combine itself utakuta they are in a particular section leadership and they are combining this is combining with the Roda pale na Roda na combine na Nanze pale Nanze na combine na Ani hapa Ani na combine na but it is a cartel nika cartel kako huko to make sure you are not moving and every move you are trying to move is contained and controlled. If you go to an organization and you find there is a system that is controlling everybody, that is witchcraft. Hiyo ndio unaona sasa kama Ruto, hiyo unasema wale wana surround the president. That's in the Coven witchcraft because it is a cartel that blackmails the president. Sasa president yana kaanga huko ile kitu anauziago ni uoga na bio unajua utakwata. Unajua boro ako na bunduki and is planning with another team. Hata wako sasa wanataka kufuta mkubwa wa jeshi ama wanataka kufuta CID. Sasa boro watakuja kwako wakuwekea bunduki kama 20 na ni zile za kutoka bari zile baya. Sasa watakuja wakushike. So they will find a connection wewe na mkubwa wa CID because huyu ndio target si wewe. So wewe utaumia, utakufa kifo auelewi.
lakini kwa sababu ni huyu, maana itasemekana hizo bunduki nani alipatiana? Ni huyu. Ndio akatengeneza jeshi yake, watu watatu ndio wa target the president. So president atafika how now? Kimani sasa, Kimani ndio mkubwa zaidi. Kimani akanipakia na kule tumetoka na yeye, mimi nikamng'ang'ania mpaka nikamfanya kuwe mkubwa, alafu anipakie. No. Sasa wakijua amekasirika, sasa watakuja wagoge huyu na kusemekane wamigoga akitaka kuja kukugoga. Bwana Yesu asifiwe sana. Watakibia president amegoga huyu akikuja nini, na katika ile gari itakuja ili utakuwa kwenda gari na walikutoa kwako kwa usiku kwa nyumba. Ile gari watakuja hiyo ulikuwa nayo, hii bahari wamekukuta, mahali wamekuambush, utakuwa magari 8 zilikuwa na guruneti, mabuduki na vitu nyingi. Na sasa luckily walikuambia usimame, ukakataa. They told you stop, ukarusha. Na sasa na wao wakaona because you are in danger, wakarusha, na fatally this man died, and that is how the president is safe. Sasa wanaenda briefing kwa president. Unaona, tunakwambia maneno na usiki yake. Sasa unaona walikuwa nakuja, president atasemaje? Ondoa hiyo mtu immediately. Ule anagogwa. It is a cartel. This is a system that operates in an organization, a system that operates in any market, a system operates in any environment. There is always a team, cartel that eliminates others, stops others, derails others, makes others not to go, because we want to build our own cartel around this man. Once we are through to scare him and make him scared, sasa anakuwa subject yetu. Tutakuwa tukimwambia tunataka fulani na fulani na fulani ndio wafanya nini, akuwe department hii, au the trusted. Huyo fulani na fulani na fulani ni huyu na huyu, and because ni marafiki wangu, so nitawaweka. Nitaenda office of the president niweke watu wangu, office fulani niweke watu wangu, office fulani nikienda kwa intelligence niweke watu wangu, kwa CID niweke watu wangu, kwa army niweke watu wangu. Now from there I'll be running the government. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how you feel. Mtu kama Uhuru alifail, mtu kama Ruto already amefail, mtu kama Moi alikuwa na watu hawa kina Ezekiel Barigatuni. Mtu hakuwa na watu ambao walikuwa wabaya sana ni Kibaki. Because Kibaki brought people who did not have personal interest. Alileta wazee akina Joe Wajui, akaleta kina huyu alichapa makofi alikuwa anaitwa nani? Huyu akirenyaga. Matere Kereli, Ruto tuze who had an interest of the nation. They didn't have personal interests, because kina Joe ni watu matajiri, ni watu wako sawa. They wanted to build a legacy for the president, and that is why the legacy only is standing near Kibaki, because he had the right people. Once you have the sycophants around you, you are not going to make it. Once you have a team that hii ni team yako, hii ni dream team, lakini ibadilike ikuwe psychophant, wanafanya si kwa sababu ya the organization, they are working to please you, then the organization will go down. You have to disbandle that thing immediately. Na hiyo ndio tunaitanga witchcraft. Inaitangwa ya nini? Ya Coven based witchcraft. It is run and it has a high priest. That team inakuanga na mtu wao mkubwa ambaye that is called a high priest. They got a high priest in them. Therefore we go then how they do combinations of magical powers. The combination of magical powers is that they have a language they use to make sure their plan has been executed. They also have skills, the skills to manipulate, to make sure things work the way they want. And number 3, they have bigger spells. They have spells, and in these spells they will make sure that they make you not understand, not know what is happening around you. So the bigger spell, it is that move to curtail you from understanding or knowing their mischievous, their plans against whatever you do. And also they have a spirit of manifestation in them, because they will come up with ideas, will come up with many stories that will make you surrender to their will. Number 2, type number 2 ya witchcraft is solitary witch. Solitary witch.
The solitary witch, they work alone. These people, they wanakuanga. Sasa kama hapa tuna tumichawi. Kamekuja kako alone. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kako hapa. Na kanakaaga hapa. Kako nini? Kako alone. Yeye interest yake ni kukuja kufanya maneno. Labda ni mimi anataka, labda huyu mama ni mimi anataka. So unajua kama ni huyu mama ananitaka, hata involve huyu, hata involve because target ni mimi. Kwa hivyo zeti ni oreda. So utakuwa alone. Ama kuna kaajeda huko hapa unataka kimwanaume kama hiki, unaona niki black, niki dark, niki handsome. Sasa the agenda Nancy atakuwa nayo ni huyu alone. So they are solitary. Hakuagi na watu wengine, anakuaga peke yake. So agenda yake yote ni self. Sema self. Bwana Yesu asifiwe sana. They work alone under their own steam. They normally follow one combination. What they normally have a one direction, a one combination. They don't have many combinations. Si kama hii gine ya kwanza iko na watu skilled with the different skills. But this one now iko na one na anafuatanga kale kalaini kamoja. Kale kalimulete hapa ndio anafuatanga baka kashike. Bwana Yesu asifiwe sana. So the combination anafuatanga one. They strictly follow the combination. And then number 3, hiyo ndio kubwa sana na ni mbaya sana. It is hereditary witch. Uchawi wa kuinherit from family. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio sasa tunapata waganga wanakuanga kwa hiyo, madiviner wanakuanga kwa hiyo, watu wanaita waragori wanatokanga kwa hiyo. It is from the family. Uliitoa, si wewe ulitaka ingie, lakini your grandfather was a witch. Unakuta mboye pia unakuwa mganga. Unakuta your mother was mganga pia hata wewe, because by the nature iko kwa familia yenu, automatically you become that which it is from your family. So ni kitu kimetolewa madhabihu. Maana sasa kwenu kuna altar, kuna kigogona kwenu. Na hiyo kigogona lazima kimtoe mtu. Lazima raise one person that will take over. Because at every single moment there must be a leader. Kuna kiongozi wa hiyo kigogona. Kwa hivyo utakuja kama shosho yako alikufa, kama grandfather yako alikufa, na ndiye alikuwa mwenye hiyo kigogona. What will happen to you? That one of your family member will be raised by that kigogona, aendelee kukuwa guardian of that kigogona. So if you are one of the guardian of that kigogona in your family, hata uokoke, ukae hapa ukiwa mwokofu, utakuwa ukijipata in those things zinafanyika tu. Unajaribu kujitoa lakini unajikuta zinafanyika. Unajaribu kujiondoa lakini unajikuta you are in it, because there is a string. Kuna kakamba kamekushika kutokana na madhabahu za kwenu. Maana katika mizimu wale wamelala kwenye makaburi nembago witaga, wanakuita usiku, wanakutembelea kwenye ndoto, wanakutembelea ukitembea kwa barabara, wanakutembelea ukiwa mahali kama hapa, watakuja watakuzungumzia, watakutembelea when you involve yourself in a spiritual act that attracts them. So you find hauna option, unajikuta wewe ndio unaona. Kuna mapasta wengi bado ni waganga, kuna maprofeti wengi bado ni waganga, kuna maapostles wengi bado ni waganga, because there is an attachment. Kuna kitu kimemkamata kutoka from the bloodline, na hii imeingia kwenye bloodline. Ndio unakuta either inakuja through the name. Unakuta kwa familia yenu watu wote wanaitwa Kenyajui. Yule mzee wa kwanza alikuwa Kenyajui. Watu wote in the family wanaitwa Kenyajui. They have a problem. Either they don't have jobs, either they don't have wives, either ni walevi, either wanashikagwa na magonjwa fane, either kuna kitu kina happen kwao, because hiyo kitu, hiyo altar is grounded on the name. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio kwa maana kwa Wakikuyu labda kulikuwa kuna majina kubadilishwa kwa majina. Kama sasa huyu unaitwa what's your name? Karaoke. Sasa jina Karaoke si jina la Wakikuyu. Ni jina lilitengenezwa kwa sababu ya kitu kilifanyika. Karaoke ni mtu alikufa, jina likarudishwa Akeliokio. So that is not your original name. So if you go backward utakuta kuna kitu kilifanyikia hiyo jina. Alipokufa, labda alikufa kwa sababu ya kengoki, alikufa kwa sababu ya tatizo fulani ambalo ni kitu ambacho kingekula watu wengine. Jina likakatwa, likaletwa jina Karaoke. Jina lingine linaletagwa ni jina Maina, na jina lingine linaletagwa ni jina Mwagi. Hao ni majina ya nani? Ya Marika. Ni maletwa Marika. So ukiona mtu anaitwa Maina, kuna kitu kilikatwa.
kuna kitu kilikuwa kinafuata familia, king'oki fulani, kuna kerumi fulani kilikuwa kinafuata through that name. Ndio maana jina lako ukakatwa, ukasema, maana ulikuwa uitwa Mwaneki, lakini sasa wakakata hiyo jina Mwaneki, wakakupatia Maina. Ndio wa discontinue the process hiyo ya hereditary. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama ulikuwa naitwa Wang'ombe, sasa wakakata Wang'ombe, ndio wakaleta jina Mwangi. Mwangi ni jina ya Rika. Ama jina Joki kwa Wakikuyu, ukisikia mtu anaitwa Joki, pia na yeye ni wa kurudishwa. Lakini sana ukiangalia tabia za watu wanaitagwa Joki, ni watu tabia zao hazikuangi nzuri, ni watu wa kupiganisha, ni watu wa moshene, na wanapenda sana juko. They don't, wakiingia mahali kama hapa kutakuwa na insecurity kubwa sana, because they themselves, they are insecure, they are troubleshooters, they are people who, they are warmongers, they investigate everything, they want to know utokwirana gate agioka gokoregwa kwa no ginya create story turare gwako gekatia ni akuturakorithu ni kurikia story wege akora tukiria twe sitting room no ni go combine story ginya ya urire ani akuruta bicha clear ya ginya urire rawo uthiaga na mbere. Bwana Yesu asifiwe sana. Because Joki is not a very good name when given to you. It is a name that coats around hypocrisy and warlike life, that you are at war with everybody, and the people around you, they get scared of you mpaka unakuta you are isolated and fought at every single moment, and sometimes you are rejected wherever you go. Utakubalika few days, few months, lakini utakuta tena watu wote ni kama they are turning against you. Why? The name has that, because it is carrying kitu ya kurudishwa ambacho kilikuwa na kifo. So Joki is a returning, is somebody returning from death. Bwana Yesu asifiwe sana. So you don't know what that person is returning. Ana return from which death? Ni kifo gani? Alitoka kwa hiyo, alikufa, ilikuwa kifo gani? Bwana Yesu asifiwe sana. What caused the death? Na ukiona mtu anaitwa Joki, hakuitwa Joki kutokana na mama mzee. Aliitwa Joki kutokana na mtu young who died prematurely. So you will discover watu wengi wanaitwa Joki, they have a premature death in whatever vision they have. A premature death, hata wao wenyewe wanakufa physically, but sometimes it's the vision yako inakufa prematurely, ama unaanza, they have a big problem ya near success syndrome. At the time ukifika mahali unaenda kufika kupata chako, mdomo yako inakuharibia, because most of them midomo inaharibu. Bwana Yesu asifiwe. Nitakuja kuwafundisha kuhusu vitu kama hizo za madem. Sasa utakuta hereditary kind of witchcraft ni kitu hawezi kuepuka, ni kitu itakushika ukiwa kuzaliwa kwako, na utakuta ndio huyu anataka kukuachia. Kama sasa shosho, tuseme huyu wenakana getaka shosho, unakuta unapenda huyo mtoto, unampenda sana, ama unapenda, unasema niye shosho itwanye detema wetie kedwa tagehe niye guka itwanye aje taka ajo ki arahe ginya bori arahe ginya aragaira muguda ti muguda arakugaira kigogona kira githini wake. Mwadhani agosho. Ukiona umependwa sana mpaka mama yako pia anakupenda, mama yako anakuaga na kigogona, baba yako amekupenda sana anakuaga na kigogona, kuna kitu anataka kukuachia. Na hiyo kitu anataka kukuachia, it is most likely ile witchcraft ako nayo, ile powers ako nayo, ile authority ako nayo, ndio anataka kuacha, because they can't go, na wanajuaga wakikufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Those people ambao wako na those spells, wako na those powers, they know when they are going to die. Wanajuaga kwa wachawi, hata kwa Wakristo wanajuaga when they are dead. So mostly ukiangalia hawa watu hawaendagi bila kuchukua mtoto mmoja na anamwambia nimekuachia hii. Si hiyo vitu anakuachia, hizo mashamba anakuachia, si hizo magari anakuachia, kuna kitu kile kilileta hizo vitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kakitu anakuanga na ambacho kalifanya hizo vitu vikuje, ndio anataka kukuachia, na usipoipokea hizo vitu zote zitaenda na wewe utakufa ukiwa maskini. Bwana Yesu asifiwe sana. Did you get me on that? So understanding this hereditary ni mbaya, ni ngumu na ni mbaya. Maana utaishi ukiwa Mkristo, utazali, utakuwa ulikuta mama yako ako kanisani,
Lakini mwenye alikuashia ni shosho wanyu. Na shosho alikuwa anakuita geshagi, anakuambia kama mwana wako ukienda huko anakutengenezea tumarigo, anakutengenezea tuguashia, anakuchijia kaguku, kisha anakupeleka kwa bedroom yake. Mnapiga story na tokameha, mnararaga ati ni dia dadi kwa shosho kama agitanda yake turaraga tukiaria. Gotire kwaria araraga geguthesha cindano cia maundu maria enamo. Ndio akiondoka already ashaku install. So kutoka hapo wewe ni choir, wewe ni praise and worship team hapa, haukujua there is installation ambayo ilifanyika. Wewe uliokaa akoroga ainuliwe bana wa mabana no ni urogi uraitwa ikiria boko. So you only need a spiritual ground where you can be able to release out. Ukienda kama wewe ni mchawi, uende hata kanisa yote, as long as there is spiritual, kuna kitu kina spirit in that area you are, automatically ile iko ndani yako inaanza kufanya kazi. Because witches, they depend on spiritualism. Wherever you go, hata uende kanisa gani, hata uende mahali popote, itafanya kazi. Ndio unaonaga mchawi akitoka hapa aende India, it is most likely atakutana na wachawi wenzake. Mtu wa bangi hata kitoka hapa aende South Africa, hawezi kunamaliza 1 hour kabla hajakutana na mtu wa bangi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu wa kitu lazima hata utoke aende Brazil, neutral ground, hata maliza siku mingi atapata boyfriend who is a witch, na watacombine na waendelee na kazi. Ndio nanga wasichana wetu wakitoka hapa, wale wametoka hapa na maduba. Kuna wasichana wengi wa Mombasa walikuwa wanafanya prostitution, wakitoka hapa wakienda mahali kama tuseme Germany, Norway huko, the first people they meet, they are Nigerians. And Nigerians will take them to their shrines in Nigeria. Then they will put them in a bottle huko. Sasa huyu msichana wengine wengi wasichana wa Kenya, they work for Nigerians. They work tirelessly. Unakuta Nigeria anajenga nyumba na anakaaga kwa nyumba tu. Yeye kazi yake ni ile unajua. Anafukaaga kwa nyumba tu akigojea mama Mkikuyu, kwa sababu wa mama wa Kenya na wa wanaume wa Kenya, they are very hard working. They can even have like 5 jobs, 2 jobs, 3 jobs. Unakuta anafanya 18 hours just to benefit this man. Because amefanya nini? Alipelekwa kwa shrine. Picha yake ilipelekwa kwa shrine kwao Nigeria, ikawekwa kule ndani. So you will be working tirelessly and you will be saying, kuna watu wazuri kama wa Nigeria. They even kneel. Na wanawake wa Kikuyu wanapeleka mwanaume anapiga magoti. They kneel down mpaka wanakuambia ukiwaletea chakula karibu wa kneel down. Sasa mwanamke kama huyu na anapenda mwanaume wa kukalia, si anafikiria amekalia, lakini ni kukamatwa amekamatwa kwa ndani ya chupa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ikitoka hapo utaiachia mtoto wako. Ukiachia mtoto wake, naye mtoto wako atakuja kuachia mtoto wako. And that is how it goes. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo ndivyo inaitaka, ikienda. Hereditary ni mbaya sana. Na it is very hard to come out. Very hard. Until wewe mwenyewe ujikubali, this thing is in me. Until wewe ufundishwe, uelewe, ukae chini ufundishwe, uelewe, this thing is in me. It will take you hard position. You will struggle. Wewe utangangana tu, utaenda kwa mapasta wote, nothing is working. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Hallelujah. And tuende ya mwisho, lakini nitafundisha zingine 6 on Sunday. Because I want to dwell on this topic ya witchcraft. Ndio kila mtu nimuonyeshe huyu anakuanga mchawi wa hivi. Kwa sababu mimi naona hapa karibu nyinyi nyote ni wachawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeah, kila mtu anakuanga mchawi kivyake. Kuna wengine uchawi inabebwa na macho, kuna mwingine inabebwa na ulimi. We are different witches. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo number 4 is crystal witch. Crystal is C-R-Y-S-T-O-L witch. Hizi wanatumianga spells. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizi ndio tunatumianga rings. Nakuta mtu amevaa ring kama wale watu wa Freemason. They have a ring ya Freemason. Kuna zingine unafaa bangles. Unakuta bangles ni ya monyaka. Hello. Atukivaa ibago kuna nikivaa ibago nikitoka nikienda mahali lazima mlango ifunguke. The bangle. Wengine wanavanga necklaces. Wengine wanavanga kuna vitu wanafaa. Kuna wengine wanavanga kuna guo, anasemaga nikivaa hii guo milango inafunguka automatically. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. So in this one they deal with them with what ornaments that you have, like now gems, rocks, stones they use. Ukiona kama wale wagaga ule mjamaa tulifanya nini hapa Deliverance, kuna kimawe alikuwa nayo, kimawe cha black.
Those are the rocks that they use. Those are the spells. Maana the rock, hiyo mawe inasimamia ufalme wa hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine wanatumia manyoya ya mbuzi, wengine wanatumia manyoya ya kuku, wengine wanatumia, there is something they use that they use it to transmit whatever they want to do. Na kuna wengine wanatumia cow shell. Cow shell. Wanatumia cow shell. Sasa unaficha hiyo na ndani inaenda huko na hiyo cow shell. Hiyo kitu hiyo inasimamia ufalme wa baharini, the queen of the sea. So wakati muganga anakufanyia uganga wake, anakuanga na cow shell na anakuanga na hiyo mawe ya black, na pia anakuanga na manyoya, either manyoya ya ndege yani nyoni oyothe ya eagle wanatumianga, because the eagle represents ufalme wa kule anga, kwenye anga, na hiyo jiwe inasimamia ufalme wa ardhi, na hiyo cow shell inasimamia ufalme wa nini? Wa maji. Bwana Yesu, that's the king of the sea, king of the queen of the sea, queen of the land and queen of the air. Bwana Yesu asifiwe sana. So this is what they use. Na hizo mnyingi utakuta huyu mama kumuthi ni gutumirire muno kokoro na kanyamu. Uri utakuta huyu mama amevaa kamugathe. Na hiyo kamugathe atwage kama ya hawa watu. Wewe mami, hebu tutolee ile yenu umevaa. Ile ya mama Maria. Ukuniokerete. Ukiona sasa, ukienda room ya a sister of a Catholic, uende room yake, zile misaraba ziko kwa room yake. I was in Spain na niliingia room zao ni kuangalia, utakuta zile misaraba ziko kwa room yake zinajaanga pickup mzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Misaraba ya mbao, ya plastic, mama Maria, mtoto Yesu kama amekaa chini, all those things zimejaa. Ukibeba kwa pickup hivi, utabeba na pickup room moja ya mtu mmoja, because each and everything has a meaning, has a spiritual meaning. Kila kamoja kanazungumzaga. Sasa akiomba anaendaga anakaa mbele zao, anazizungumzia na anasema mama Maria anakuja. Kama kuna siku tulikuwa hapa, moto ikawaka hapa, huyu mama alishika hiyo kamusaraba akakaramba marata, Maria akakuja akazima moto. Bwana Yesu asifiwe sana. So these are super natural things that happen around us, and these things they control. Watu wengine wanatumianga kama gemstones. Unakuta katika hiyo gemstone it got a power, it brings an energy. Bwana Yesu asifiwe sana. Inavutia energy fulani. They practice crystal magic. Hizo wanatumianga to practice crystal magic na to manifest and to amplify and to attract an energy. To manifest, to amplify and to attract an energy, a particular energy ambayo unataka unaona kama zile vitu unaonanga za yoga. Zuna anafanya, unaona anafanya. Sasa kuna an attraction of a particular energy, na kutoka hapo ukimchunguza tena, the body moves away from the spirit. The body will be left here but the spirit will travel. Sasa unafikiria mko na mtu hapo, ama mtoto wako anaweza kuingia kwa kitanda na alale, kumbe alishasafiri na ameenda. Unakuta is a body lying there, lakini imeenda. This is out of the body experience. Na hizo vitu they are very deep, and more especially our young people are doing it now. Wameingia deeper into that. It is controlled by the gems, controlled by the rings. Ndio nakuta vitoto vyetu vingi viko na marings, viko na belt, zingine zimekaa ziko na manyau, viko, yani unakuta ako na mavitu amevaa kwa mwili wake nyingi sana, ako na tattoo, ako na ornament. And this ornament they use the ornament because it connects them to the spiritual world, so that they can be connected in the spirit. Once they are connected in the spirit, they remove the spirit from your body. Sasa mtoto unakuta kinapenda kulala, hata ukikuta kimelala kabisa, unakiamusha hakisikie, hakiko, kilienda jana. Sasa kinakuja saa 4 asubuhi ndio kinarudi. Na huyo mtoto ukimsukuma kumwamusha, it's most likely anakufa. Jonanga they have a power, wanakupush. Na watoto wengi sana ukiona ameanza kufunga nyumba na amelock, ni wa hiyo maneno anaendanga. Amelock ndio usije, because they know the secret. If you come, unaambia mtoto gakeke Jian, amuka Jian, tunaenda. Amuka Jian, ukimudisturb, because the spirit is not with him.
By the time irudi nakuta umemkata anakufa. Ndio nasikia mtoto alilala tu, nikakuta kwenda kumwamsha nikakuta amekufa. But nilimuona wakati nilimuita alikuwa na breathe, but now amekufa because you disconnected him. Bwana Yesu asifiwe sana. So these are gems ndizo zinatumika, mapete. Utakuta kuna wahubiri wako na pete akifanya unaona nyote mnaanguka because there is an energy na attract, amevuruta energy hiyo, na hiyo energy ndio inakuangusha. Sasa wewe unasema huyo ni nabii wa Mungu, unasema huku ni kwa na anointing. Si anointing, ni pete iko na energy na iko na manifestation, and through that manifestation it works. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello, mumestuka sana, mumejiona ndani ya hiyo kitu, because I know all of you hapa, all of you nyinyi ni wachawi, knowingly or unknowingly. Even myself, knowingly or unknowingly. And that is what has been happening. Until you are able to know what kind of a woman you are or what kind of a man you are, you will struggle a lot. Because some of us here wanakuanga ni madhabahu. Mtu hapo unamuona anga ni kimutu tu, lakini yeye mwenyewe ni madhabahu, walking altar. Maana aliwachiwa. Atigiro kigogona ni fafa, atigiro kigogona ni guka, atigiro kigogona ni shosho. Ruona ka ukimudromege kihetoka huko none kigogona kia mundu. Ukiona tu akipita tu unafikiria ni mwanaume, unafikiria ni mwanamke, alafu unachukua shiko ni madhabahu, alafu unachukua unapeleka kwa nyumba kwako. Alafu ni madhabahu ya shetani na wewe ni madhabahu ya Mungu. Sasa mnaenda kwa kitanda. What will happen? What kind of an energy will be there? Unanipiga makoti hapa kuomba, ukiomba unaona tu manyoka zinapita mbele yako. Kumbe madhabahu ni nani? Ni shiko. Wahi kama hivyo mbako unafungua, utakagi kuomba kama umefunga macho. Ukifunga tu hivi unaona makrocodile, unaona manyoka zinapita, unaona zinafanya hivi, zinazua. Kwa sababu ile kitu uko nayo hapa ni madhabahu. Ukitoka kwa nyumba unaona uko na breakthrough. Ukirudi kwa nyumba unakutana na madhabahu imekugojea. Inapagua ile kitu yote ulikuwa umepaga, inaharibiwa. So it is very important to understand what kind of a man are you marrying? What kind of a woman are you marrying? What kind of a person are you working with? Huyo mnafanya kazi na yeye ni mtu wa aina gani? Ni kampuni hiyo umeajiriwa? Enda utafute, enda kwa manager huyo kama boss mwenye kampuni. Tembea kwa ofisi yake, angalia zile vitu amehangi huko. Angalia vile vitu amewekelea kwa meza. Angalia vile vitu vime around, utajua what kind of a person. Ni nini anatumia? Ni energy gani anatumia? Kama ni mtu wa Freemason, utaona vitu za Freemason. Just Google, angalia misaraba ya Freemason. Angalia za Freemason, angalia za uchawi. Enda ukiingia kwa ofisi kama yangu, kuja tu, wewe piga tu macho, acha kukuja huko tumekuja kwa dalia kigoke mwe. Kigoke liko na koloni mako kona ndira kurutira. Angalia ofisi yangu, angalia chukusa. Ukikuja kwa hii madhabahu, acha kuja kupiga tu makoti. Chukusa ile kitu naona. Unajiuliza hii bendera huyu jamaa ameweka hapa kwa nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Because inaweza kuwa ni madhabahu. Lakini sasa kwa sababu uelewi, unataka quick solution, unakuja na kuwekelea mkono, kumbe ni pete yangu inafanya. Nikikuwekelea tu mkono unasikia ndwita, unasema anointing ile iko kwa hiyo nyumba. Mudoshi odali na anointing ereko na nikihiga ne rubi ya ruta wera yare irio nege kironyoka hau theini ruga gukora ndako handa nyoka ruga ino kamucio raro tona manyoko kaja apostle kumatwa ho yare nitirono manyoka mayo to ndamenya nikiriga kwa ni hingo ngai araguteithia ni kura marora na hingo ni kigogo na ndahanda gathini wagu ni gukura kianjia gukura no ni gukura ni hingo ngai ekatia araguteithia riu ni guka because I know nimezieka then at particular time nitasimamisha nikisimamisha watafanya nini utanipigia simu niratigire ndira kwelire ni usiku thie riu ni cia thama kwanyu but so you become hopeless. I have killed you. I have killed your vision. I have killed you, whatever that is in you. And that is how many people visions zimekufa. Hivyo ndivyo tumeibiwa, nyota zetu zimeenda. Zinaibiwa kupitia kwa hizo vitu. Zinaibiwa kupitia kwa chain. Nitakupatia chain, ni kuweka chain. Sasa wewe utafikiria ni chain mzuri, lakini kumbe hiyo chain iko na maneno, iko na madhabahu. Sasa mahali popote utaenda ninakuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali popote nitakupatia nguo yangu na kwambia I plan to bless you with my nguo. Kumbe nguo yangu ni madhabahu. Sasa mahali ukivaa tu una manifest mambo ile nimekuweka. Bwana Yesu asifiwe sana.
Unakuta msichana kama huyu anaweza kuja kunipatia hata hiyo kalamu yake. Na mimi nilikuwa na mchungaji anasema need hiki ya modo toyo. But tomorrow mimi niliswear. I swear in the name of God I cannot. So shiko sasa shiko akina kumis. Kimagona gakaigwa ndiramenya ni atatoka tukali raji. Unakuta na kwa kegege. Na kutoka hapo sikuwa kwa kinibia diota hema yoke. Ninaenda nachota maji ati ni upendo. Diwekiona jakeria mwaki hauja. Unaenda na hakisha moto. Mwanaume kama mimi na hakisha moto. Na ninafurahia nikiakisha moto. Mama yako anakuja na kuja kaliwa wakagia mwaki kama mami no yediko ishi maudo ni maasha jiria ni gutaithania atataithanagia mawira. Kumbe nilikulishwa chapati. Nilikulishwa kakitu na nikaekwa ndani yangu. So that is why we need very careful. Vile vitu unafanya, what kind of people around you. Ukichukuza unakaa na watu, akaa nao 1 week, ukichukuza unajua huyu mtu ni nani. Huyu ni mtu. Na ukiona mtu ni nyoka, weka kado tu. Kaliki kawoto waroko, weka kado. Leta. Usave maisha maku. Na iwaroda legwa. Save your life. Tiwe ikaraga na mutume ati todo wenafata na mudhuri. Ikaraga na mutumia todo wenafata na mutumia. No. Look beyond mutumia. Look beyond mudhuri. Look beyond kuandikitwa wira. Hiyo kazi umeandikwa, hiyo kabuni umeandikwa. Unaona kwa milango zote za gari zimechorwa kobra. Na wewe unataka kukaa huko. Na milango yote imechorwa kobra. Mbona hakuchora samaki akachora kobra? Na wongereji hawate by the name of Jesus. Mudujo ena maroli teme makorona uko industry. Ena maroli magana matandatu. Akona maroli kama 600. Akona kampuni, akona biashara kubwa anafanyaga. Na wewe umeokoka juzi uko kwa kanisa kingine hata utoaki tithe. Na unaenda unasema nitakamata mapepo. Mapepo gani? Na huyu jamaa ako na capital ya 500 million per month. Anatoanga kwa ule anapelekanga 150 million. Ndio anapelekanga per month kwa mgaga yake. Alafu na wewe ni mtu wa 50 na 50 kako ni kamuzee umekuja hata utakaki kukaona, unarusha kwa kikapu. Wengine naonaga mpaka kwa bahasha wanakuja ka 50, anakuja ndio bahasha ionekane kama imefura. Hiyo ni uchawi. Sasa hao ndio wachawi. Todo areda onekane ke bahasha ne ibete, so ni mukora ureda kuhenia niki. Why are you lying to me? Did I ask you for that money? I didn't ask you for that money. Wewe kuja neki. Wengine wanakujaga tissue, anaweka tissue kwa hapo. Ndio muone ni kama kuna pesa. Na hiyo tissue ukiona iko na red. Kumbe alienda pale akatoa kaweka hapo. Na unakuja unaweka hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Because these things are happening around us. And they are happening around us to make sure whatever that God has called us for does not work. They are happening because there are people that are monitoring you every day. They want to destroy your business. They want to destroy your ministry. They want to destroy what God has called you for. Wanakuja hapa. Nilisikia siku moja siko hapa keniambia ati kuna mama anataka, ulikuwa umeniambia anataka kukubariki na nini pa wiki? Na nguo. Si alikuletea ukavaa? Yes, alikupatia. Tangu hebu ende ufanye calculation kutoka siku hiyo. How has been your ministry hapa? Ulipoteza rada. Unyikita microphone aya makiuga hallelujah ukaga luyalaha. That was the end of you. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliletwa hapa. Na akapatiwa hapa. Na nikamwambia usichukue hiyo kwa sababu wana target. Kutoka hiyo sauti ya huyu akiiba hapa, usikilize, utasikiliza tu Sunday musikilize akiwa hapa, utasikia sauti yake ni kando na sauti za wale wengine, because hiyo ndio ile kitu walitaka. They will target her, watarget huyu mwingine ambao wako pamoja hapa. Kila mtu atakuwa na sauti yake tofauti. Na alikuletea nini? Nguo. Alienda akaspend 10,000 na nguo ndio akuletee. Bwana Yesu, wengine wananunuliwa kwa tu sausage, wengine wananunuliwa kachai wanaletewa hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaletewa ka sausage hapa unakula na unafikiria ni ndugu, ni dada, ananipenda sana. Dada. Nilikuta siku moja pale huyu jamaa wangu hapa amenunuliwa tu sausage, tu nini. Akikula hiyo sausage tukiingia hapa kanisani, utakuta David hakai chini. Mara ndio huyo amekuja kuchungulia tu kama TV inawaka. Na anaona imewaka, sasa anakuja kuchungulia hivi. Because anataka kuchukua attention yenu, mumuangalie. Anarudi anatoka hapo, anakuja unaona amesikiliza speaker. Anakaa kidogo, anaenda kwa kamera, anachungulia nyuma ya kamera. Hakuna kitu anafanya because
kuna kitu aliwekwa ndani yake inamfanya asuguke kama kompyuta hapa. Na si kupenda kwake. Ukimuuliza nike, ati hapana, mimi nasikia tu kila kitu ikuwe mpango. Unamwona amekimbia kwangu kwa ofisi, ameniletea maji, sijamuitisha maji. Mara anakaa kidogo, unamwona ameenda ameniletea kitambaa, na hiyo kitambaa atakuja sasa badala anipatie nijipaguse, unaona ananipagusa. Sasa unaona huyu mtu ndani wika na tikwenda kwake na ndoramenya niroge shinga ruwa radiroka goko takebiriti. So you need to be very careful. Vitu za kanisa na mama wa kanisa David, wachana na wao. Hawa mama ni manyoka na hata hawa baba wamenyoka. Wewe mtu unaona mimi hapa ni watu wachache tu hapa wameokokea hapa. Wachache sana wale wameokokea hapa. Wewe si ulitoka kanisa lingine? Kweli? Ulikuwa kanisa lingine? Sema wewe ulitoka kanisa lingine. Si ushaenda kanisa lingine? Wewe si ulikuwa kanisa lingine? Wewe si ulikuwa kanisa lingine? Na wewe umetoka kanisa lingine kama 2-3. Na wewe umetoka kanisa gani lingine? Wewe si ulikuwa kanisa lingine? Wewe si ulikuwa kanisa lingine? Sasa niambie, huko niko kwena Yesu munene gukira wakure murakorako. Tumuthondekere huko niko muracamanire na Yesu. Huko niko Yesu ikaraga. Ndaigwa mundu athiete kanitha 10. Ino ni warone haha niho Yesu aikaraga nyumba ino. Niho akeirwo. Amekuja kufanya ile kazi amefanya kule kwingine ndio aende kule kwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. So you need to have to live with the people. Uelewe hawa watu. Hata mimi si mzuri, hata mimi niko na kasoro yangu. Ukuje tuelewane, uchukuse, uone huyu mtu ana operate from which level, from which energy ana operate na energy gani. So kutoka hapo uanze kuoperate na yeye kutoka higher level. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unaonaka nikioperate na nyinyi na operate from the level. Bwana Yesu asifiwe. Siwezi kuoperate na wewe ati 100 na pesa wewe. Mimi nimeona maneno baya hapa. Mimi nimenunuliwa baka hardware mpya naletwa na mama wa kanisa hapa. Ananiletea hardware. Ukienda kufungua hiyo hardware ni mpya lakini iko na kadamu hapo katikati. Sasa huyo mtu alitoa wapi? Ilitoka kwa factory. Ni factory waliweka hiyo damu. Na ni mpya. Ni mpya. Na hapo unaniuliza huyo lazima mke wangu agorera hardware yaniki. Na tuli muka wako tutire twakoma nawe wagurira hardware yaniki. Niki uracharia hareni. You have to have the knowledge to understand and to know maneuvers. Uelewe hawa watu wanakujaka namna gani, watakuchekesha namna gani, watakufurahisha namna gani, atakwambia tu story. Mwingine anakuja David, kama hawajakuja najua wamekuja kwako na wamesema watarara kwako. Kweli ama uongo? Ni kweli ama ni uongo? Yes or no? 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 Yes. Na si David wako na haja na yeye nikaleka ofisi. Wamumalize, wamurushe kule nje. Wakimumaliza hawata kupigia simu. Matika kuhorera thimu. Magokinya haria aja. Matika kuhorera. Mekocho kama mwana ni doyo. Yone datora haria warudi kwa huyu. Washughulikie huyu na yeye apelekwa huko nje. Na watakuja mpaka kwako. Ndio madia ginya kwa David. Kurara kwa. Na ni mudada haha. Na rushene akarutawira uria mwathani agacokanira kuma kwirana na guka. Mwathani ni ajikite maundu mega akahonokia na kabarana. Nikio ndimira ndukana ndutire wira. Staki ujinga hiyo ati mwathani yagwikite. Manu ekire ti niekire. Wira, keep to yourself hiyo wira. Peleka kwao. Wengine ana operate ako. Sasa tuseme ni wewe. Tuseme uko hapi. Uko Kagemi. Sheraini yako iko Kagemi. Sasa huyu mna operatagi na yeye. Sasa wewe ukujagi lakini huyu ni wa hapa. Sasa huyu utampigia simu umwambie ukiingia kwa hiyo madhabahu. Unaona hapo ameweka maua hapo kwa sababu wanaona katika ulimwengu wa kiroho. Ukienda hako uende upige magoti hapo. Useme maneno haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Akimaliza sasa anaenda, ukishamaliza sasa atatoka pale nje ama ataenda kwa kakona fulani. Halo? Nimefanya hivyo kwa dajeki ati. Sasa toka hapo. Enda kwa mlango ile huyo mchungaji anaingiaga hapo. Fanya kitu, fanya hivi mara 2, mara 3 hivi. Alafu rudi mara 4, mara 2. Fanya hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa naonaga wakifanya hapa. Sasa anafikiria sijui.
You need to have that discerning power, the discerning spirit, and that is how you can be able to conquer these battles. They are frequent, they are heavy. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanakuja mpaka kwako, atakuja akijifanya amekuja kukuletea domereli. Mimi wanakujaga kwangu. Na kutaka wanawake kama 6 kwangu kwa nyumba. Wamekaa huko wamekuja kukusaidia kazi. No kireme gutiga meka kumushusio. Kugeria kugushira ini no nyumira jako bodi megushiria ku. Tondu guku ni matiga haroko maharito ku. Kila kitu imeharibika. No ni ugikera utari na andu aya, ni ugikera utari na andu torugi, ni nani ndiko thondekero nyumba yaku, ni nani ndiko haterwo nja. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni kuelewa kutegua mitego yote wametega, unaelewa unategua. Sasa hapa ni mambo ya kutegua, maana mama yako anaweza kuwa ni mchawi, your own mother ni morogi, ugeka atia ni uko muraga, your own mother ni mchawi, au ikagera githito oro muthenya no kurugagira cai, utafanya nini? Na unakaga kwa body yake. Your own father ni githito mwenyewe, your own father mwenyewe yeye ni githito. Mke wako na mumekaa mumezana watoto mmenyagima, mhutumia wako ni githito. Uwikatia mwina ciana ngima na kinya ni menyitire ciana igere agacitwa githito. Isi na sasa ile ni kuwe na knowledge nyingine ya kujua kutegua hizi vitu. Wakitega unategua, wakitega unategua, alafu na wewe unaweka. Si unaona amekuja amefanya 1, alafu amefanya kamguu hivi. Sasa na wewe weka vitu zako, weka Yesu, weka mafuta, weka kila kitu ambayo inahusika kubomoa hizi kingdom. Bomoa. Akikuja kufanya kamguu anafanya 0. Akifanya hivi anajikuta neba nyego dhakaga. Mabirigani. Number 28. I went for a walk and now. Kani maudo mashiaka. Anaenda home. Akifikiria kuna kitu, kesho anakukuta unawaka moto. Watu wanafunguliwa kufunguliwa. Walikuwa wametuwekea mtego hapa juzi. Ati sasa hii mambo haitafanyika. Hiyo sadi walikuwa wametufuka na kaba. Watu hete huko kanisa ilikuwa imechanganyikiwa. Wote kila mtu alikuwa amechanganyikiwa. Lakini kwa sababu Mungu alikuwa ameniambia 3 days prior. Na nilikuwa najua ni nani amefanya hivyo. Nilienda tu kwake nikamsalimia, hiyo kitu ikakatika. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku hiyo kuliwaka moto. Kuliwaka moto. Mungu alitembea kwa nyumba. Yes. Wengine wako hapa wanapanga venye utatoka hapa. Si Kabuju. Kabuju kamefukuzwa na watu hapa. Kabuju kalikorogewa na kamefukuzwa. Ndio hii mashini tulimununulia. Sasa Kabuju amefanya kazi ya mjego. Analipwa shilingi 100 ngapi? Na zile mashini nilinunua hapa ni za 300,000 zake. Unaweza kujira modosho ni mtu mwega. Si yeye. Kuna kamutu kako hapa, kaking, kamufalme kagiza, kako hapa, kanataka hizo nini? Hizo vitu. Na dogo sio na ngo. Buju anarudi hapa next week. Aikaikarage hatu na thimo cia kaikarage hade muonage. That is my son. Wezi kuja kuniulia mtoto yangu shaitani wewe. Ukijiragira mwana wako agionaga sikitikira ciana ciakwa mutiko ujio aria muwe muciana ciakwa, nobody will touch you. No mekorago mwakiria mwaki mutachomeka, mutawaka moto. Mimi sasa ni mubaya, mimi ni keneire ndia muri apostle muoye muthie na cio de commander nitawakishia moto uko mugo karibu niki wagirite guko. Hiyo ni medicare yao. Mimi si mtu ati wale ati pastor. Mimi I don't want to be a pastor. Wa nini? The pastor hiyo nikupasta nikukupeleka wapi? Mimi nikukonyorosa. Mimi nataka mtu akwenda biguni. Hakuna pastor ataenda, kuna pastor ataenda biguni. Mami, kuna pastor hadi biguni. Will you find this title ya pastor? Bishop atakuwa kule, apostle atakuwa kule. Nothing. Yesu hakutafuta mapasta na maposto, alitafuta co-workers. I'm looking for a co-worker. If you are not working with me, keep off. You don't have to be a member. Nonsense. Orogi doko dehera guko. Anedalekia, rehe isadaka na murehe na yene. Kwa dia guoya. Simameni tuimbe haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikiwaka weka. Oneno. Okay.
Acha nikwambie David, hawatakunyakua at whatever cost. I better lose the entire church but retain you. So inyo mnaluta na hawa wanakuja kwako, wewe nipigie simu, niambie fulani amekuja, na uniambie nikuja, nitakuja na nyahunyo. Yejo yemo drome, yes, but ishi ni nyoka. Simameni. Oni mwana wako anogia demo tale. Yes, nikinoka kama mnoge hujia. I need to sit down and I get somebody to preach. Kwa nini kutura gehujia? Tondu medaka riu ngakwira handu hariko. Tangirathi yamba. Igwetekera mekoreno. Mutikujuragira ciana ciako. Nitawamarisa. Ciana ciako itigukua. Kimundu kirugite makanitha thate. Kikiuraga kuku hapa hakuna mtu taua hapa. Giki niko gokona gikiti, ti kanitha, hii ni altar. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama hiyo ndio tabia yako, toroka haraka, maana nitakufinyia tu hapa. Giki nikirianaga. Waiko nigira komandi kule America. Kamala Harris by last week was ahead. Si opinion polls zilikuwa nasema ni Kamala Harris. Tulisimama hapa tukasema ni Trump. Amefanyika majafanyika. Sasa na kauchawi kako na umetoa hapa Murang'a ama huko kwa Wanyore. Tunakomandi uchawi ya Obama. Mkubwa wa New World Order. Tunasema report yako tumecancel. Na imekuwa cancelled. Sasa ni wewe na kauchawi kwa Wanyore. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Leteni sadaka zenu. Amuleti kana murali wene ko murale mundu atwaliria uru tucoke tumunenge gwaria uru na rumude na murehe. Thank you. God bless you. God bless you. God bless you. Any plan against you that is demonic, I destroy it in the mighty name of Jesus Christ. Ninavunja mipango yote kinyume na maisha yako. Chochote walichokiinua cha kuzuia kazi yako isimame, ninakivunja. Maneno walioyazungumuza ya kinyume kwenye shrine zao, kwenye coven zao, kwenye covenant zao, kwenye high priest wao, zote ikafunjika. Maneno walioinua ya kuzuia kazi yako isionekane, na ivunja katika jina la Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, receive your new beginning. You receive your new authority that God gives you, the power to be able to triumph over snakes and scorpions, and they will not be able to hurt you. Receive the everlasting kingdom. Receive the anointing to be able to discern whosoever that has been against you. Yeye ambaye anakuinukianga, yeye ambaye anakupangia uovu wote, yeye ambaye ametumia nguo, ametumia pesa, ametumia mchanga, ametumia maroho ya kutuma kwako, ametumia wanyama, ametumia ndege, ametumia manyoka kuja kwako kuzuia kazi yako, kuzuia maisha yako. Kutoka leo I destroy every altar ambaye inazungumza kinyume na maisha yako. Ninavunja ngome zao za familia. Uchawi ya inheritance navunja, uchawi wa Coven navunja, navunja uchawi wa vinyago aina vyovyote katika maisha yako. Wanaweza kuacha kama walikuangamiza, but I want to assure you today, you are a new creature. I want to assure you today, uchawi wowote uliotumika kwenye biashara yako, uliotumika kwenye mwili wako, uliotumika kwenye familia yako, uliotumika kwenye huduma yako, na uteketeza, ninauvunja in the mighty name of Jesus Christ. I set you free. Maneno walionena wakati kitovu chako kilikuwa kinakatwa, yule mwenye alibeba kitovu chako, yule mwenye alibeba kitovu chako, iwe ni umbwa ilikula, ama walirusha ndani ya choo, ama walirusha ndani ya mto, ama wakazika kwenye chamba, ama wakaeka ndani ya nyumba, wanatumianga kama hilisi. Kutoka leo chochote walichokifanya katika kitovu chako, ninakitenganisha, ninakata uchawi wowote ambao unakushikanisha na kitovu chako, uchawi wowote ambao unatumika kwenye kitovu chako, ninaukata katika jina la Yesu Kristo. Waliinua mchanga wako
kupitia kwa wazazi, kupitia kwa guka na shosho na mama yako na baba yako, wakatengeneza hilisi ambazo mpaka sasa zimekuconnect. Ukiota ndoto zako unaota ukiwa nyumbani. From today ninaharibu mipango, maneno, taftilia, chochote walichokiandaa kupitia your bloodline, kupitia your generation, kupitia your grandfather, kupitia your grandmother, kupitia your mother, kupitia your father, kupitia your brothers, kutoka leo I disconnect you. I break every covenant, I break every altar, I break every word that is against your life. That God of heaven aliyekuwa na wana wa Israeli wakati walikuwa wamekamatwa mateka, Musa akatumwa akaenda kwa Farao akamwambia achilia watu wa Mungu, lakini alikuwa wameshikwa na akasema siwaachilie. Lakini Musa aliporudi akaambiwa na Mungu achukue jivu. Inua mkono wako hivi na ushike jivu. Shika tu jivu. Shika na mkono wako wa kulia ni kama umeshika kitu jivu. Akamwambia Musa, chukua jivu hii urushe kwa wana hawa wa Misri, na utakaporusha itafanyika kuwa kitu ambacho kitatembea katika mji mzima, na watashikwa na majibu, ng'ombe zao, kondoo zao, mbuzi zao, ngamia zao, watoto wao, wake wao na mabwana zao, baba zao na mama zao, wote watakamatwa na laana. Inua hiyo jivu, warushie maadui wako. Waambie maadui, achilia watu wa Mungu, niachilie sasa. Mwambie sasa, sema kwa mdomo wako, niachilie. Niachilie wewe adui, wewe Farao niachilie, wewe Herode niachilie. Niache nikamtumikie Mungu, niache nikamtumikie Mungu. Warushie majipu, warushie mateso, waachane na wewe, waachane na wewe, waachane na kazi yako, waachane na ndoa yako, waachane na familia yako, waachane na biashara yako, waachane na huduma yako. Wachawi angamieni in the mighty name of Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe sana. Walibeba picha yako wakaiweka ndani ya chupa, kisha wakaipeleka kule baharini, wakaizika mle ndani. Maisha yako yote umerevolve ukizunguka, kumbe uko ndani ya chupa. In the mighty name of Jesus, inua mkono wako, shika jiwe. Tunataka kuvunja hii chupa ambayo wameweka picha yako ndani. Hapa ndio wamezuia baraka zako. Hapa ndio wamezuia kazi zako. Hapa ndio wamezuia ndoa yako. Hapa ndio wamezuia pesa zako. Inua mkono wako juu, shika jiwe kama Mjaluo, jiwe kubwa. Sasa inua mkono, 1 2 3, vunja chupa. Walipokufungia hiyo chupa walikuweka ndani, imesambaratika, imevunjika, imevunjika in the mighty name of Jesus Christ. Ruka ni kama mtu ako free. Ruka maana uko free sasa. Tembea maana uko free sasa. Tembea, umeachiliwa. Miguu yako imeachiliwa, mikono yako imeachiliwa, biashara yako imeachiliwa, ndoa yako imeachiliwa, huduma ndio hiyo imeachiliwa, maisha yako imeachiliwa. Nguvu za Mungu zimeshuka sasa, zimeshuka kwako. You are free now. You are out of the bondage. You are out of the bondage. Wao walikuwa wamekupeleka ndani ya sheraina. You are out of the sheraina. Walikufungia ndani ya kichupa. You are out of the kichupa. Walikufungia ndani ya makombe yao. You are out of it. In the mighty name of Jesus Christ. Father, in the mighty name of Jesus Christ, I want to thank you. I want to glorify your name because we've heard our prayer. And now may the grace and now may the grace and now may the grace
Amen and amen. Now I want to ask you, are you happy? Unasikia uko free? Because of what God has done to us, it shall be permanent. Hallelujah. What God has done today, it shall be what? You are free. In the spiritual realm, you are free. Now, I'm told, I'm hearing the voice telling me that we need to do a Thanksgiving. On Sunday, we shall do a Thanksgiving because of what God has done in America, what God has done in Kenya, and what God has done in your life. Oh, I'm telling you, when we shall do the Thanksgiving service, what will happen to you that night? If you are not going to be set free, ask God to take you away. Because you don't deserve to live in this world. Because going back to God and telling God thank you. These people that were lepers, when this one returned to Jesus, Jesus made him whole. When you go back and tell God thank you, whatever that was limited in you, God completes it. We must learn to be giving thanks. America is very successful because they have a holiday for Thanksgiving. A holiday. For what? That is why they are so successful. That is why they have won every battle. That is why they have conquered every situation. That is why they are connecting with God. Obama has been able to try to raise an altar of the demonic forces because he's a Kenyan, and Kenyans, we are one that are being used to do these things, but they have failed. Do you know his father built an altar in Kenya that was supposed to rule the world from Kenya? How many knows that Kenya has the best constitution in the world? How many knows that? We have the best constitution in the world. Where was it drafted? Where was it drafted? Yeah? Where was it drafted? Wapi walikuwa nakutana wapi? Wapi? Bomas. Hebu geuza hiyo jina Bomas. Obama. Hello. Hello. That is why we are given an American constitution. And that is how dangerous Kenya is. And that is how dangerous we are living. Kenya is a country of altars you don't understand. It's a country that has to be set free for the revival to start. We have to cleanse Kenya to become clean. Now prepare for the crusade party. In the next 2 weeks, we shall be having a crusade. I'm going to confirm to you the date. I've set the team that will be planning because we want to plan with the many of God and then we shall be retaking the city. So the Sunday Thanksgiving service, we'll be ushering the country into the altar of God. So Sunday, come prepared to usher the country to become the altar of God now that the demon has been defeated. So your sacrifice will be counted in the spiritual realms. Your sacrifice will set somebody free in China. Your sacrifice will set somebody free in America. Now that this altar has been able to set free America from here. We have commanded Trump is now the president of America. We have, from this altar, we have set the manifestation of the revival. Now on Sunday is commissioning the revival. Hallelujah. And from there the next Sunday we shall go out there and preach to kama tumekanyaga chini bila viatu. City to recapture, kamata city. Just imagine you are part of that history. You are part of that story that God has deliberately chosen you. Hivyo tu na yaka kaguo kamoja kako na nikamotuba. Hivyo tu. He has just chosen you to be part of what he wants to do in the world. Come on Sunday carrying your thanksgiving. Your life will never be the same again. Now I want you to go home. Kumekuwa usiku. Muende nyumbani. Mkishikwa na polisi hapa msiseme mlikuwa hapa. God bless you. And now surely the goodness, let's do. It shall be permanent.
Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives.